kwa nini waniroge mimi na nini? Okay. Sina siku eti mimi niko nani? Wale wabose ama wale wanani ambao naita ni mabosi sana. Yeah. Mimi niko mtu tu ambaye anaishi kambini za Ulaya. Kanada, Australia, Marekani, Sudani. Wawezi kunisaidia dawa. Wawezi kunisaidia dawa. Kwenye kupata roho ya huruma. Ndio. Hawezi kunisaidia dawa. Ni aje ni vipi mwanafamilia wa BMS TV, ni entertainment reporter Blue Boy Akshua. Ukisikia kwamba Blue Boy Akshua, basi ujue kwamba vitu vinakuwa kwenye quality nzuri, vitu vinakuwa kwenye muendelezo ule wa maana. Kama unavyoona leo kuna best interview ama kuna exclusive interview ya moto. Niko na moja kati ya mzee wetu ambaye ni mshauri, akikaa sehemu basi ujue kwamba vitu vinakuwa ni vya moto moto na waga na tabia za kuelimisha pamoja na kuchekesha. Niko na Dingo, nikaona sio mbaya tuweze kumaliza siku ya leo bila kusikia machache mengi kutoka kwake. Hakikisha tuna subscribe, una like, una comment, unakuwa the first one kila day kupata update zetu. Atupoi. Nataka ni bonge naye masori, tupige 2-3 zile za motomoto, za kufurahisha, za kuelimisha. Bwana, mimi nataka nipige naye story. Acha kwanza nimsanii. Unaendeleaje mzee wangu? Mimi nimemshukuru Mungu. Yeah. Kwa sababu tumeona mwanga wa leo, tarehe 6 leo. Lakini nasikia sauti yako haipo vile tulivyoizoea. Kwa kweli sauti iko kama vile msivyoizoea. Ndio. Kwa kweli niko kama na wiki 3. Yeah. Sauti inaenda kabisa. Lakini walio wengi wamesema mimi nimerogwa. Kusema kwako sana kwenye mitandao umerogwa. Lakini kwa sababu mimi ni mcha Mungu, nimeambia watu hapana. Hauwezi ukarogwa. Sijarogwa na mimi siwezi kurogwa. Okay. Na nawatakia watu zangu wakimbizi wote kuishi kwa amani. Yeah. Lakini walio wengi wanasema hii sauti. Yeah. Wanasema wewe huko unajitanganya. Okay. Huko unafanya viuongo. Mimi nawaambia hapana. Si uongo. Yeah. Sisi mnanizoea. Okay. Nyinyi mnanizoea siku zote. Yeah. Nasemaka sauti nzuri. Lakini walio wengi umerogwa. Lakini mimi imani yangu imekataa hilo. Yeah. Kinachowafanya watu wengi waseme kwamba umerogwa, tumezoea mtu sauti ikienda, waga nakaa kama ni siku moja ama siku mbili anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini wewe sasa hivi umesema kama una wiki 3. Hiyo inawafanya watu waamini kwamba uenda umerogwa. Lakini ni kweli? Yeah. Kwa hiyo unaweza kuambia nini watu? Kwa sababu wanasema kwamba hujarogwa, lakini hiyo kukaa mpaka wiki 3 bila kurudi kwenye hali yako ya kawaida inawafanya watu waamini kwamba uenda karogwa. Na vipi kuhusiana na masuala ya dawa? Umeshatumia dawa? Kwa kweli mimi nimeshatumia dawa, nimeshatumia mandimu. Ndio. Nimeshatumia vidonge vya kuhusu kama pipi ya hewa. Na zingine dawa ambazo niko naambiliwa. Nimeshakunywa dawa za asili, chupia. Dawa nyingi sana. Okay. Lakini vyote hivi namwachia Mwenyezi Mungu. Havijafanya kazi. Vinanisaidia kidogo. Okay. Kwa sababu Mungu alitumia dawa kwa sababu ya kutusaidia sisi wa binadamu. Yeah. Siwezi mdharau Mungu hata siku moja. Okay. Lakini walio wengi wamerogwa. Mimi nasema hamna, sitarogwa. Yeah. Kwa muda ushahidi. Okay. Kwa muda huu kuna watu wanakusikiliza unachokiongea, labda unaweza kuwa na kitu gani cha kuambia watu ambao wanakusikiliza kwa muda huu, kwa sababu wanamsikia mzee wetu ambaye tumemzoea, anakuwa na sauti kubwa ya kuambia watu, wanasikia na kuelimisha, lakini sasa hivi sauti yake imekuwa kwenye hali ya udogo fulani, yani ni sauti ambayo itoki kama tulivyozoea. Una kitu cha kuambia wanaotutazama sasa hivi? Mimi ndo nataka niambie watu wanaonitazama. Ndio. Wasioni hivi kuongea kwangu niko nafanya ni vituko. Yeah, wameshakuzoea, wanaweza kufikiri ni vituko. Watu wengi wanaona ni vituko, wanasema hapana, tutakwamini. Unafanana na Popi. Nawaambia hapana. Mimi sauti magonjwa inakuja kwa mpigo. Mimi sasa pia watu wanaotutazama kwa siku ya leo. Nasema tu Mungu awasamehe sana. Ndio. Kwa wale ambao wanasema mimi nimerogwa. Yeah. Mimi sina ushahidi na mimi bado sitarogwa. Ndio. Niliweza kuongea na kaka yangu kwa mbele yangu jana. Akaniambia hii sauti gani? Alisononeka sana kaka yangu. Yeah. Na akasema wewe umerogwa. Ndio. Kamwambia pia kaka yangu hapana.
sijarogwa. Akasema sawa. Sasa mimi tunaambia wale wanaotutazama, ndio hapa kamili tulipo, ndio pamoja na nchi za Ulaya, Kanada, Australia, Marekani, Sudani, waweze kunisaidia dawa, waweze kunisaidia dawa kwenye kupata roho ya huruma, hawezi kunisaidia dawa. Okay. Wakitaka kuona certificate BMS. BMS. Wataweza kunisaidia kwa PMS. PMS ni mwipo yangu mwenye umti. Hawezi nizulumu hata saa moja. Kwa hiyo nataka kusema ya kwamba wamama zetu waliotuzaa wananionea huruma sana kwa kusema hii sauti. Hujapata msaada wote? Sijapata msaada wote. Labda hivi sasa vilibidi kunaongea, wakisikia sauti hii wasione kama ni mambo ya mizaa. Ndio. Wawezi kuamini hatujawahi kumsikia hivi. Nasema tu wote wanaonitazama mimi waweze kunisaidia dawa. Moja kati ya kauli yako ambayo nimependa ni ile kusikia kwamba wanasema unamfanana na Poppy. Ile kauli unafanana na Poppy kwanza ilikuwa nakufikiaje? Wanaona mimi nafanana na Poppy kwa sauti. Wewe ulikuwa unasemaje akisema hivyo? Mimi nilikuwa nasema vizuri tu. Wewe ulikuwa unaona tu ni vizuri. Lakini Poppy ile ni milikizo yake, siwezi mwingililia. Na uwezo ukataka kufanana naye? Hapana. Okay. Hii nyota ya Poppy. Na ile kauli ambayo anasema kwamba Poppy anaungana na Mama Zuu mtoto wa kike. Poppy nini mtoto wa kike? Yeye unaongeleaje? Mama Zuu sio mtoto wa kike. Mama Zuu ni mwanaume mwenye kuwa na mke na watoto. Lakini mimi namfurahia Mama Zuu. Anachokifanya kiko sahihi. Ndio. Anataka kufunza wanawake. Kwa sababu wanawake wengi wanapiga wanaume sana na kunyanyasa wanaume. Kwa hiyo yale maigizo yake ni kama kutaka kuwaelimisha. Kuelimisha wakina mama. Ule ni mwanaume. Ndio. Na ana mke na watoto. Lakini Mama Zuu nataka nimwambie hivi. Shuti tuliocheza ya wale wanafunzi na Poppy na wengine wale walimu walisema vibaya sana. Ndio. Unajua wakati tuko tunashuti hivi vitu tunafunza tunafunza watu. Sasa wale walimu waliocheza vitu wa shule walikosea sana. Ndio. Kusema mimi nitapika picha hii inatazama ulimwengu mzima. Walikosea sana. Lakini waliotoa hiyo kauli ya kusema kwamba Mama Zuu ni mtoto wa kike walikuwa ni wakina Gatuso. Waliotoa ile Mama Zuu waliosema ni mtoto wa kike walikuwa ni wakina Gatuso. Sasa Wakatuso wao walisahau sana. Mimi nataka nihakikishe kweli Mama Zuu sio mtoto wa kike, ni mwanaume. Kana mke na watoto wawili au watatu. Ndoa ni msango. Nampenda sana na kijana. Kwa kumaliza, labda unaweza ukaongeleaje kuhusiana na situation ambayo imekuwa sasa hivi hapa nyumbani kwetu kuhusiana na masuala ya wizi? Watu wamekuwa wakilia kila kukicha, wamekuwa wakilia kuhusiana na masuala ya wizi. Yaani kila siku watu wanabomolewa nyumba, yaani unaamka unakuta vitu vimeenda. Mimi nataka kusema wa vijana wetu wa Kibembe, sisi tuko tunasemewa sisi Wabembe ndio wezi. Ndio. Na hapa tuko makabila nyingi waliotoka Kongo. Tuko na Benito, Washikalaga, Waemba, Wambote, sisi Wabembe, Wazoba, Wafulero, Wamushi, Wavira, na wengine Bakaluta. Hali makabila ya huko Kongo ya Magharibi. Ndio. Lakini sisi Wabembe tu tunabeba mzigo, sisi ni wezi. Ni ndo wezi ya. Nataka niambie vijana wetu hivi wa Kibembe,
sisi mkatusalie bidhaa ya wizi. Unanielewa? Ndio. Nasemaje? Tusije rudilia kwanza watu wakuelewe. Nasema hivi sisi wabebe. Wa vijana wetu wasije wakatusalie bidhaa ya wizi. Leo wa vijana. Kwa hiyo tuseme wanaoiba hapa sio wabembe. Sio wabebe. Lakini sisi kwetu sisi wabebe. Wa vijana wa wabebe. Chua natumbukia sana wezi. Kwa hiyo sema makabila ambayo wanaiba ni kama Wazoba, Wainyendu kama hivyo. Nasema makabila yote ambayo tukutana hapa. Ndio. Kama vile Wakongomani ni wezi. Lakini wote wanasema ni sisi wabebe. Mzigo. Unafungua ule aliofunga mzigo. Lakini sisi wabebe chukisa. Lakini nataka niambie hivi, kwa vijana wetu wa kibebe wasije wakatuzalie mizao ya wizi. Sasa kitakachosababisha wasituzalie mizao ya wizi ni kitu gani? Waache, yani waache hizo tabia za mambo ya wizi. Waache kabisa. Waache. Kwa sababu sisi Wakongomani tunajulikana Afrika mzima. Ndio. Tanzania ni nchi ya kwanza kutusifia sana. Sisi Wakongomani tuko watu wazuri. Sasa vitu tunavyovifanya sisi Wakongomani vitatuma sisi sifa zetu ziende vibaya kwenye nchi zingine. Ndio. Hususan sisi wabebe. Ndio. Tuna mambo ya uchawi, tuna mambo ya wizi na dharau. Hivi sauti kesi inavyokelewa. Washaanza kufikiri ni uchawi. Wanasema mimi nimerogwa. Lakini mimi nimesema hapana. Sina ushahidi wowote wa kurogwa. Tamwachia Mwenyezi Mungu. Ndo atajua. Yeye atajua tu. Okay. Na ule alioniroga aniachie sasa. Lakini mimi sina ushahidi wowote. Alioniroga na kunifunga sauti aniachie, sina kosa naye, lakini mimi kwangu sijarogwa na mtu. Labda kuna mambo mengine. Asante sana. Nashukuru sana. Mtazamaji wetu wa BMS TV Entertainment.